wote mpaka uje uolewe mitala kwa mume wangu. Alikudanganya nani? Mbona mwanamke una uwezo wa kupatwa na mwanaume yote? Sasa nikwambie, haujaingia kwenye ndoa, ila umeingia kwenye vita, na mpambanaji ni mimi na wewe. Sikupendi, sitakuja kukupenda, na siku utakaoona unaumwa tumbo, basi sali sala zako za mwisho, kwa sababu nitakuwa nimekuwekea sumu, sumu itakayotoa uhai wako, sumu ambayo itakuwa funzo kwa kila mwanamke anaingia kwenye ndoa ambayo imekwisha jitengeneza bila kujua mtu alipoanzia na mume wake, na kuja kuona ua limechanua. Hapo ndipo tunapoingilia ndoa za watu, na ndo hapo tunapokuja kuumia zaidi. Ungekuwa mwanamke kweli, ungemwambia mume wangu akujengee, sikae nyumba moja na mimi. Hebu nipishe. Sika nikwambie kitu wewe mbwa. Hizo hasira zako ulizitoa hapa, na imani ungezigeuza ukamfanyia mumeo yale sahihi anayohitaji, basi leo hii hata mimi nisingekuwepo hapa. Kutokuwa na heshima, kumthamini mumeo na kumdharau, yote haya ndio yametokea. So hamna kumlaumu mtu hapa, jilaumu wewe na nafsi yako. Hii nyumba ambayo unaojivunia kwa nyumba yako nimekukuta hivi. Unajua kama mume wako kadi za benki zote amenipa mimi? Haulijui kama mimi ndo mmiliki? Alafu kitu ambacho sio kijua, kuanzia leo hii, na inamaanisha sasa hivi, kesho na kesho kutwa, mimi nitakuwa hapa. Usiponiona chooni, utaniona bafuni, na usiponiona bafuni, basi utanikuta sebuleni. Hivi sijui unalijua hilo? Mimi mzuri jamani, na ndio maana niko hapa na kila vigezo. Mimi ndo muni, mimi ni ua popote nachanua. Hebu niangalie, nadhani hilo unalijua, ndio unaogopa kusema. Moni, tumeona mwezi sembuse Munila, unang'aa kwa kipi? Lakini sio mbaya, mume wangu hajakosea kupenda mrembo kama wewe. Una kila sababu ya kupendwa na mume wangu na kukupa kile ambacho ni cha kwangu. Kuna muda sitamani kabisa kukuumiza, inanibidi. Unapendeza kweli, wewe ni mrembo sana. Tamani ningekuwa kama wewe. Mpende sana mume wangu kwa sababu anakutengeneza. Nami napenda kukuona una furaha, unang'aa kama hivi. Basi upendeze. Asali ya mume wangu. Unadhani mimi naweza kweli jamani? Tamani kuvaa roho ya ujasiri, lakini nashindwa.
Pititi, unataka nikutafsiri vipi? Unataka nikufanye picha aina gani? Inawezekana kuna vitu javijua. Yule Munira amekukosea nini wewe? Ana makosa gani Munira kwako? Hapa Munira hajajileta yeye. Munira hapa nimemleta mimi. Nataka nikufundishe kitu ambacho huenda kikakusaidia wewe. Kuna aina mbili za viongozi. Kiongozi wa mafanikio na kiongozi muhimu. Kiongozi wa mafanikio ni mtu ambaye anafanya vitu vyake kwa ajili ya kujinufaisha yeye kwa mafanikio yake binafsi au kwa mafanikio ya aina fulani hivi ya binafsi. Ila kiongozi muhimu ambaye ndo aina ya pili. Kiongozi muhimu ni kiongozi ambaye anatatua na kuhakikisha kwamba analeta hekima, analeta haki, amani inapatikana na utulivu na matumaini vinakuwa sehemu ya maisha ya watu. Mimi ni kiongozi muhimu kwenye hii nyumba. Mimi sio mwanaume shati suruali. Mimi ni kiongozi muhimu kwenye hii nyumba. Nyinyi wote mnatakiwa kunitii mimi na kunisikiliza mimi. Hata wewe pia unatakiwa kunitii mimi na kunisikiliza mimi, sio kumsikiliza mtu mwingine wa aina yoyote. Mpaka nachukua maamuzi ya kumleta Munira hapa ndani, nilijitafakari, nilijifikiria na nilipata majibu, nikaona ni sawa. Na sababu ya kumtafuta Munira ni baada ya kuona mimi na wewe hapa ndani hatuendi sawa, kwa sababu imani yangu inaniruhusu. Ndiyo maana nikaona nioe mwanamke wa pili kuliko kuzini nje. Naomba nisikilize kwa makini. Nataka amani iwepo kwenye hii nyumba. Nataka utulivu na matumaini yatawale kwenye hii nyumba. Na kama ikitokea tena ukaendelea kumkwaza mwenzako na kumsumbua, Pititi, itakuja kukupiga. Pititi, mke wangu, bado na thamani ya kuwa mke kwangu. Bado sijakuacha. Nina upendo wa dhati na wewe bado. Una thamani sana kwenye moyo wangu. Ndio maana sikuchukua maamuzi yoyote yale mabaya. Naomba nipe nafasi. Naomba mzoee Munira ili muishi kwa upendo hapa ndani, ili nyumba yetu iwe na matumaini, nyumba yetu iwe na amani. Pititi, mke wangu, unajua wazi wewe ni mwanamke mwenye thamani kubwa sana kwangu. Mimi bado nakupenda sana. Kumleta Munira haimaanishi kwamba thamani ya upendo wangu kwako imepotea au imeisha. Thamani ya upendo wangu kwako bado iko pale pale. Imani yangu kwako iko pale pale. Naomba kuwa na uvumilivu. Mwache Munira awe na amani hapa ndani. Mwache Munira alete kile ambacho nilikuwa nakikosa kwako. Mwache akusaidia baadhi ya majukumu. Sitaki kusikia tena unamkombeza Munira. Unajisikia? Mwanaume, usinifanye mimi ni mpumbavu. Sina akili. Nina akili, nina moyo wa nyama kama uliokuwa nao wewe. Unawezaje kunifanya mkeo niwe chini unilawe juu? Alafu jaribu kuvaa viatu vyangu, ingia kwenye moyo wangu. Ningekuwa mimi nimemleta mwanaume ndani aje kukusaidia majukumu ambayo wewe umeshindwa, aje kutumia vitu vyako pasipo kujua umevitoa wapi. Umetosha.
Imetosha Pititi. Hapana. Imetosha, naomba nisikilize. Hapana. Mimi ndo mwanaume hapa ndani. Unanielewa? Mimi ndo mwanaume hapa ndani. Unanionea, mume wangu unanionea. Sitaki ugomvi baina yako wewe na Mnira. Na kama utaendelea kuleta ugomvi kati yako wewe na Mnira au vikwazo ambavyo vitaendelea hapa kwenye nyumba kwa sababu ya ujinga wako na upuuzi wako, Pititi, mimi na wewe tutaelewana. Take care. Wewe ni mke wangu, nimekuoa kwa ndoa. Na Mnira pia nimemoa kwa ndoa. But mko sawa. Dada, sijakuzoea ukiwa hivyo. Huyu mwanamke amesema ataniwekea sumu. Sasa kabla hajaniwekea sumu, nataka nianze kumwekea yeye sumu. Dada, maneno gani hao unaongea? Na kama mambo yashafikia huku, si bora tuondoke dada yangu. Mambo ya kuana yamefikaje tena huku? Nyamaza kidogo. Vipi? Ulienda? Mimi sijaenda dada yangu. Sijaenda hata hivyo, nje nitafuta kwenye simu. Mnira mke wangu, amani hapa itakuwepo. Safari tuliyoianza tutafika. Nimezungumza na mwenzako, amenihakikishia amani itakuwepo. Hivi mume wangu, unaona kinachofanyika ni sahihi? Usiwe na wasiwasi, na kuelewa maana yako. Haya ni mambo madogo tu na yataisha muda si mrefu, na kuhakikishia leo hii ni siku ambayo naenda kuyamaliza haya. Hautakaa uyaone tena yakiendelea, na tumezungumza, tumeelewana. Kikubwa umekubali kuishi na mwenzio hapa ndani, inaonyesha ni kiasi gani unanipenda na unaithamini ndoa yako. Sitamani kuona chozi lako likimwagika au machozi yako yakikutoka. Mimi nakupenda sana sana sana. Sijafikiria hata siku moja wewe kuwa mbali na mimi. Ndio maana nimekuongeza uwe sehemu ya familia yangu. Nategemea siku moja nizalie mapacha. Pititi, Pititi, njoo hapa. Naomba uketi hapa. Mimi wote ni wake zangu. Mtu anayepaswa kupaza sauti hapa ndani kwenye nyumba ni mimi, kwa sababu mimi ndio mwanaume kwenye hii nyumba. Hakuna mtu mwingine yeyote anayepaswa kupaza sauti kwenye hii nyumba isipokuwa ni mimi tu. Mimi nimewaoa nyinyi, nyinyi hamjanioa mimi. Hata imani yenyewe inaruhusu. Vurugu za nini kwenye nyumba? Kwa tunapotezeana amani kwenye nyumba. Hii ni nyumba, sio uwanja wa mapambano. Narudia tena, hii ni nyumba, sio uwanja wa vita. Vurugu za nini kwenye nyumba? Kwa tunapotezeana amani kwenye nyumba. Kijiti mkongo, mimi nakupenda sana, unalielewa hilo. Ndio maana nilikuchagua, nikakuoa, nikakupa sifa zote kama mwanamke wa muhimu, mwanamke mwenye thamani kubwa ndani yangu.
Hata siku ya kwanza nilipokuona nilikuwa naiona pepo yangu kwa kweli. Ulinifanya nijione ni binadamu ambaye nimetunukiwa zawadi nzuri kutoka peponi. Pititi, I love you so much. Hii nalizungumza kutoka ndani ya moyo wangu, na wewe unapaswa kulipokea. Pendo langu kwako bado halijafa, liko hai, na nipo kwa ajili ya kukubembeleza katika maisha. Kwa hiyo basi, naomba tutangaze amani kwenye nyumba, haki iwepo, amani iwepo, tuwe na utulivu. Sawa mke wangu? Munira baby, I love you so much. No one like you under the sun. Ni mwanamke wa pekee. Uwepo wako kwenye hii dunia ndani ya moyo wangu nakona kama kipepeo anayepeperuka na kurukaruka kwenye bustani nzuri ya Eden. Ni mwanamke ambaye ni faraja kubwa ndani yangu. Kiukweli Munira, Mungu amekuumba. Asante mwanangu. Unanifanya nihamasike hata pale nilipokuwa nimelala. Nataka niseme kitu kimoja. Natangaza pendo langu ndani yako, lipokee. Maua ya makopakopa yapokee. Asante mume wangu, nakupenda pia. Nakupenda sana. Nyinyi wote ni wake zangu. Pititi, wewe ni mwanamke namba 1 ambaye nimekuoa, na yule ni mwanamke namba 2 ambaye nimemuoa. Nyinyi wote mna ndoa haki. Nyinyi wote nawapenda. Ndio maana mke wangu Pititi, wewe ni mweupe. Na sisi kwa imani tunaruhusiwa kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Sasa Mungu alipoumba mweupe na mweusi alikuwa na maana yake pia. Sasa wewe kwa nafasi yako na rangi yako, kiukweli burudani kwangu. Sarakasi kama zote. Najivunia sana. Hakika hizi ni za kwetu. Na hata rangi yako Munira ni rangi ya dimu, rangi ambayo hainunuliki dukani. Uwepo wa rangi yako ni thamani kubwa kwenye maisha yangu. Kwa nataka niwaambie kuwa nyinyi ni wake zangu na tunatakiwa kuishi kwa haki na tusimama kwenye misimamo kama tulivyokubaliana. Mimi sijavunja makubaliano. Na mimi tuko sawa. Eti Pititi, una lolote la kusema hapo? Hebu toa neno la amani. Sidhani furaha ndani, wala amani, wala utulivu, akiwepo huyu takataka wako. Tena nilitangaza vita juu yako. Kuishi kwenye paa ya nyumba hii, labda mimi Pititi nisiwepo. Kila kitu umetaka mume wangu. Kila kitu mimi nimekupa. Umebabaika na rangi tu. Sikiliza wewe panya buku. Hapa sitoki. Kama wewe ndo mwanaume na umenioa, basi nitatoka. Lakini kama sio mwanaume, hapa sitoki. Jino moja. Unasemaje? Unasema hivi? Umemwona mume wangu? Anakujiamini nyumbani kwangu. Haya ndio tumaini naompaga siku zote, si ndio? Umemwona? Anajipa umiliki wa hii nyumba, umemwona? Wewe. Hivi wewe unapata ujasiri jana wa kumpiga dada yangu? Hebu ujitathmini kwanza ndio uguse dada yangu. Pititi,
Hatujafikia huko. Chunga. Hatujafikia huko. Tena yule mwanzo na mwisho kumgusa mdogo wangu. Si unanielewa? Wewe usinisonye mimi mshenzi wewe. Tusikie nikwambie. Kaongea na mke wako. Tena yule mwanzo na mwisho kumgusa mdogo wangu. Vinginevyo atajuta. Sitaki kumwambia kuwa alioa ni wewe sio yeye. Kwa wasitupelekeshe. Kanichuma. Ani wake zangu. Safari yangu, safari yangu, safari yangu, moyo wangu staki kwa mimi safari. Mke wangu Bititi, hichi ndo kiwanda chetu. Mke wangu, unajua wazi kabisa kwamba na thamani kubwa ndani yangu kuliko mwanamke mwingine yote kwenye hii dunia. Nataka nikwambie kitu kimoja mke wangu. Wewe ni kiongozi. Nikitoka mimi, kiongozi anayebakia kwenye nyumba ni wewe. Baada yangu mimi, kiongozi anayefuatia ni wewe mke wangu. Unatakiwa kuishi kwenye misingi kama kiongozi. Kuna kiongozi mmoja amebaki kwenye vitabu vya hadithi. Ni kiongozi ambaye anaheshimika sana. Huyu kiongozi ni wa nchi ya Ugiriki. Alikuwa anaitwa Plato. Plato alisema kiongozi wa aina yoyote hatakiwi kuongozwa na mwili, kwa sababu mwili unaongozwa na tamaa na matamanio. Mtu mzuri ambaye anakuwa kama kiongozi atakuwa kuongozwa na hekima. Inaleta matumaini na utulivu. Mke wangu, nakwambia kitu kimoja. Unajua nini? Wewe kama kiongozi hapa kwenye familia, unatakiwa usiongozwe na mihemko, usiongozwe na hisia, usiongozwe na matamanio, usiongozwe na tamaa. Unajua Munira ni mdogo kwako, na kuna vitu vingi havijui, na hata yule mdogo wake ndo mdogo kabisa, mdogo sana. Sasa wale hawajui, ndio maana mimi nataka tuelekezane. Sisi ndo viongozi hapa, mimi wa kwanza, wewe ndo nafuatia. Ndio maana yule amekukuta hapa. Mke wangu, yule Munira mimi kumleta hapa, sijamleta tu aje akae juu yako. Mimi nimemleta aje akae chini yako. Kwa maana wewe unabaki kwenye thamani ya kuwa mke mkubwa. Munira, lengo la kumleta hapa, nataka yule ndo anakuwa kama kijakazi wako. Hivi unajua utakifanya pale sebeni si sahihi. Kuenda kuingilia ugomvi ambao nimegombana mimi na mke mwenzangu, sijapenda. Hivi kwa nini unafanya hivyo? Tena umefikia hatua mpaka umetoa matusi mbele ya shemeji yako. Hivi shemeji yako akuelewe vipi? Si utaonekana mtovu wa nidhamu wewe. Hivi dada, ni ndugu yupi ambaye nikubali kumwona ndugu yake anapigwa mbele ya macho yake? Na bila kusahau umetoka kuniambia kwa anataka kuwekea sumu. Lazima niwe makini na wewe. Sawa mdogo wangu, unanipenda na nalijua hilo, lakini mambo ya watu wazima upasi kuingilia. Sawa, najua inakuuma,
lakini umia ndani kwa ndani, basi inakuwa sio vizuri. Mume wangu atanihisi kwamba mimi ndio sijakufundisha wewe nidhamu. Unaelewa? Okay, sawa, nimekuelewa. Nitaifanyia kazi. Kwa hiyo utaifanyia kazi? Nitaifanyia kazi, usijali. Napenda. Nakupenda pia. Sasa nikwambia kitu. Yaani hapa tupo kwenye upinzani. Sio, unanielewa? Ninachokitaka nimdekee mume wangu, yaani muda wote. Simpe hata nafasi ya kuwa naye huyo mtu. Hicho nataka kusikia kwenye mdomo wako. Na vile wewe usisahau kwamba kitandani. Wewe mtoto mdogo na mambo mengi. Unajua wewe umesoma vizuri na uliapply kule, unasubiria kazi na hiyo kazi ukiipata hiyo utakuwa busy sana. Nani ambaye atakuwa anafua nyumbani? Nani ambaye atakuwa anapika nyumbani? Nani ambaye atakuwa anafanya usafi nyumbani? Ni Munira na mdogo wake na mdogo wake pia. Hatutakiwi kumsumbua, yeye atakuwa aje amsaidie dada yake kazi. Na kutabiria utazaa mapacha 4. Bwana, mbona mapacha 4? Mume wangu, unachokisema ni kweli? Ni kweli. Alafu kingine nataka nikwambie kitu kimoja. Hichi naomba siri, lakini siri. Nitunzie siri. Sawa. Wewe una mdomo wewe? Tamwambia nani? Nitunzie siri yangu. Imefika. Kweli? Kweli? Siri utaitunza kweli? Iko hapa mume wangu. Una kifua? Au niamini? Na kwa nini? Ndio maana nimekuwa. Huyu Munira ana matatizo. Yaani Munira ukimwangalia nje hivi unasema ni mwanamke. Ana nini? Munira ananuka makwapa. Jamani. Siku moja nimejichanganya, nimeingiza bicho langu huko, nilipiga chafya kweli kweli. Munira ananuka makwapa vibaya mno. Alafu Munira ni mwanamke ambaye hajui kumbembeleza mwanaume. Anaonekana tu mume wangu Nzito. huyu, kakutega nao mavazi yake. Kitandani anajifanya ana stara, anakuja mimi anisema kuhusu nguo zangu, ananinanga aji kama ulinikuta hivi hivi. Mume wangu jamani, yaani tunaona kama hapa kitandani tunaongea hivi tu, tunaelewana. Yeye akianguka kitandani hawezi hata kusema akae ameangalia kule ukutani. Mwanamke kama mimi nitampenda na kuhakikisha yule mimi simpendi. Sasa kwa nini umemleta hapa? Kijakazi. Kwa nini ulimwambia unampenda? Si unamdanganya tu. Mbona huwa unaenda kulala kule? Sasa sikiliza, ile usichana wake ushaondolewa. Sasa mimi nitampenda mtu ambaye ameondolewa usichana mtu mwingine? Yaani mume wangu, hakuna mwanamke wa kukupa zawadi niliyokupa. Ndio nipa wewe hiyo. Sasa njoo tuongee vizuri. Nakupenda mume wangu. Ungeniambia mapema basi. I love you too. Si utashindana na wajinga wa tena? Siwezi, kwa sababu umeniambia. Nitamwangalia tu. Nataka kuogelea. Si unajua ninachokipenda. Poa mama. Muda ndo huu. Watoto wamelala. Umeona? Sasa mume wangu, ile ombi langu lipi nikuambia? Ombi lako? Kwamba rafiki yangu alikuwa anataka kuja. Kwa niko naomba ruksa yako. Ni kweli nilifikiria sana, lakini tena nikwambia kwamba jibu lake limekuwa ni gumu.
Naona ni hapana. Sio kwa nini hapana? Sio kwa nia mbaya, ni kwa nia njema tu. Lengo la kusema hapana ni kwa sababu marafiki kweli ni mazuri, na unaweza kukusanya marafiki mchazu, kumbe unakusanya ubaya ndani ya nyumba yako. Kabla ya yote, nilikuwa nahitaji kwanza uweze kujua aina za marafiki. Kuna aina 3 za marafiki. Aina ya kwanza ni rafiki aina ya chakula. Rafiki aina ya chakula anaweza kukutia joto, anaweza kukupa nguvu, na ana uwezo wa kukufanya uwe mtu imara sana, kwa sababu ni mtu ambaye ana uwezo wa kushiriki kwenye mambo mengi sana kwako. Ukiwa na shida anakusaidia, ukipata tatizo anakusaidia, yaani kila jambo ambalo unalo wewe na anavaa viatu vyako. Huyo tunasema rafiki aina ya chakula, na ana uwezo wa kukutia nguvu, kukutia moyo. Huyo ndio rafiki. 2 ni rafiki aina ya dawa. Rafiki aina ya dawa ni rafiki ambaye yupo kwa ajili ya matukio maalum. Kwa mfano, yeye ana shida, anakuitia shida yake tu, akishamaliza shida yake anaondoka. Wewe ukipata shida, ukimuita anakukimbia. Sijui kama naeleweka. 3 ni rafiki aina ya ugonjwa. Rafiki aina ya ugonjwa ni rafiki ambaye wako kuumiza tu. Unaweza ukawa naye mkawa mnazungumza mambo mazuri ya mipango yenu, lakini ukishamwachia mgongo, yeye anaenda kuwaambia watu wengine maneno ya ajabu yanayokuhusu wewe. Anaenda kukusema wewe kwa maneno ya hovyo. Huyo ni rafiki aina ya ugonjwa ambaye yupo tu kwa ajili ya kukuumiza. Sasa rafiki aina ya chakula kwenye 100 unaweza kumpata mmoja au usimpate kabisa. Ndio maana mimi nahofia kukaribisha marafiki zako hapa wasije wakatuletea matatizo. Mume wangu wewe una maneno yako mwenye tasielewani, lakini muamini rafiki yangu hana shida, sababu rafiki yangu ni wa muda sana toka utoto. Unanipenda sana? Kama unanipenda mimi ndo rafiki yako, ushatengeneza dunia yako. Ndio. Kuna haja gani sasa ya kuanza kuchanganya watu kwenye ulimwengu wako? Basi nimekuelewa mpenzi wangu. Rafiki yako mzuri ni mimi. Sawa? Au una ziada? Hakuna. Wewe umesema, mimi nanipinge. Sawa, maisha kama wale mazuri. Tunachezaje sasa? Enjoy. Petiti, Nyie mnafanya nini hapa? lakini mnaenda kwa dhamu mke wangu. Yaani mimi nimekaa sebele bila tabu yoyote, lakini nyie huko mnacheka tu na umbea wenu, na hakuna anachokifanya hapa zaidi ya nyie kunisema mimi. Nyie mnanisema mimi huko. Haya, na wewe mwanamke mshamba mapenzi wewe. Ulije mapenzi ukubwani. Ndoni? Wewe una chumba chako na wewe mwenzako na chumba chake. Nyinyi wote ni wake zangu. Yaani hamna hata haya. Mbona hamna aibu nyie? Mbona hamna aibu? Wewe kimbegu kidogo kidogo kisichoota, mwaka huu nitakimwagilia maji kiote wapuuzi mimi. Safari yangu, safari. Baby, niache nitoke, huyo ameniharibia usingizi wangu. Ni kweli. Narudi, subiri nitamuonyesha mjinga huyo. Ipiti sana. Neme. Kilio chako kimejibiwa. Ukitaka kuwa mkubwa, lazima uingie kwenye sayari ya wakubwa. Ukitaka kuwa mkubwa,
lazima uingie kwenye sayari ya wakubwa. Miaka 18 si mtoto mdogo. Nataka nione yale ambayo niahidi kwamba unayaweza. Hakuna mtu asiyetamani kutaka kuyaona mambo mazuri. Hakuna mtu asiyetamani kula matunda mazuri na matamu. Na kufananisha na mfano wa tunda la apple, tunda lenye thamani kuliko matunda yote duniani, tunda linalotumiwa kusuluhisha migogoro ya mapenzi. Usijali kuhusu hilo, naijua na nafasi yangu, na nilikuwa nasubiri sana hii siku leo itokee na imetokea. Kwa hiyo usijali, nitacheza kitandani kama Raucho, kama nilivyokuambia mara ya kwanza. Mambo nitayakupa, sidhani kama ushawahi kuyaona huko nyuma ikiutu uzima. Kwa hiyo niachie mimi game nione ninavyoendesha. Naona kweli. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Hii sio ndoa. Hii sio ndoa. Haya ni mahusiano ya wizi. Ni mahusiano ya wizi. Nina wanawake wawili unawafahamu hapa ndani. Kwa kitakachotokea leo, usije ukahisi ni ndoa. Nitakupa unachokitaka. Hakikisha na enjoy. Usijali kuhusu hilo. Sawa. Baby. Wewe ndo nini? Alafu wewe, yaani umemshinda dada yangu, unaanza kujifuata tena na mimi. Sitaki. Yaani fuata mambo yako, usinifuatilie maisha yangu. Wewe mtoto mdogo, kakojo kalale, sawa? Huyo kaaba mwenzio huyo, mambo unayofanya huko ni haya bado wewe tena haya. Kwani nyie mmezaliwa na mama wa namna gani? Ni mwanamke gani aliyewazaa nyie? Tena na hizi siku za ukao ndani nyie zinahesabika, so kuwa makini. Mtoka hapa pengo ukage filamu mbili. Ndio maana mwanamume wako kaongeza mke wa pili na bado mwanamke wa tatu. Chefu, shana libia usingizi wangu. Kwa mtoto mzuri hapa. Safari yangu, safari yangu. Pumbavu mmoja. Hii tabia unaitoa wapi? Unapata wapi nguvu ya kuja kuingilia faragha ya mwenzako? Wewe siku zote upo kwenye faragha yako, ameweka kuingilia. Hizi tabia zinatoka wapi? Unanipanda kichwani sasa, si ndio? Na kunaongea na mjinga mmoja, nitakupiga makofi na kukuzabua. Mume wangu, mbona ukiwa na mimi haucheki kama vile? Mbona hujai kucheka ukiwa na mimi? Nakumisi. Nataka kuwa na wewe siku ya leo. Badilisha hiyo zamu yako ya kijinga, mume wangu. Mimi ndo mkeo. Basi kuniletea zamu. Pale ninapokuhitaji, natakiwa nikupate. Kama ukipata sasa hivi utaendelea kumsoma mwenzako? Wewe nipe kwanza haki yangu. Alafu tutajua baadaye. Nakitaka hicho kidogo kidogo. Karibu sana kaka yangu. Asante bwana. Haikuwa kazi rahisi kwa sababu nilikuwa natamani siku moja tuonane tena, kwa sababu na mambo mengi ya msingi ya kuzungumza na wewe. Sisi bwana tuko vizuri. Ndio. Sisi tuko vizuri. Unajua mjini hapa hatulaumiani. Mambo ni mengi, unatoka alfajiri unarudi usiku. Kweli kabisa. Alfajiri usiku, mchana kuto uko busy, kwa unakuta unashindwa kutafuta familia na sasa unaambulia lawama, lakini sio kwa kulaumiana mjini. Lakini wewe bwana, kwa kazi yako hii hongera kwanza. Nashukuru. Unajua hii kaka, hii kazi ni kazi ambayo ina changamoto nyingi sana,
lakini inaenda vizuri. Kama unavyojua kazi zenyewe za kulenga, wakati mwingine tunatoka tunaenda mpaka nje ya mji kwa ajili ya kulenga. Unajua hizi kazi za kununua pikipiki za mitumba, lazima utafute zile pikipiki ambazo kidogo zimekongoroka zile, alafu kisha ileta huku, unakuja unaifanyia marekebisho. Baada ya kufanya marekebisho, kinachofuatia ni kutafuta wateja kwa ajili ya kuwatumia na wenyewe wakatumia kwa matumizi yao. Kwa ni kazi ambayo ina changamoto kiasi chake, ila iko sawa, naenda vizuri kabisa kaka yangu, sio kwa upande wako. Na nasikia pia mnanunuaga pikipiki kwa watu na nini. Sasa kama mnanunua pikipiki, mnajuaje kama hii sio ya wizi? Pikipiki zina kadi na kila kadi na jina la mwenyewe. Kwa hiyo huwa tunakagua kadi, nakagua engine. Je, engine na namba ya kadi iliyopo? Unaona? Kwa hiyo tunajaribu kushabihisha hapo. Na kiukweli huwa tunakuwa makini. Zingine huwa zinaletwa za wizi, lakini kwa sababu tayari tushabobea na tushajua hii kazi na changamoto zipi, basi huwa tunaziepuka. Umekuwa mdogo wangu. Yaani wewe sio kuwa na akili hiyo sasa. Nikikumbuka mambo yako ya ni kweli watu wanabadilika. Watu wanabadilika. Kaka, kitu ambacho nilikuomba pia uweze kufika tukizungumze ni kuhusiana na familia yangu, ili uweze kunipa mawazo. Kaka yangu, unafahamu wazi kwamba mimi na wanawake wawili, Petiti pamoja na Munira. Petiti na Munira wanaishi kwenye nyumba moja. Kwa kidume. Lakini kwenye nyumba yangu imekuwa kama uwanja wa mapambano, imekuwa kama uwanja wa vita. Petiti ni mkorofi sana, hataki kuona uwepo wa Munira pale ndani. Wakati mwingine huwa ananikasirisha sana na huwa natamani hata kumpiga. Na nikawaza kama nitafikia hatua hiyo ya kumpiga, naweza nikasababisha mambo mengine ambayo sio mazuri. Ndio maana nikakuomba kakaangu, tuonane ili niweze kupata busara zako. Nini nifanye ili hizi vurugu ziishe ndani ya nyumba yangu? Najua wake zangu nawapenda sana. Kuna mwanafalsafa mmoja mkubwa sana duniani hapa. Huyu bwana mkubwa huyu alisema ukitaka kuishi na mwanamke huyu mmoja tu, tumia akili nyingi, 90% ya akili zako. Yaani unatakiwa utulie, alafu kisha maliza kutulia utulie tena, ndio uishi na mwanamke. Mwanamke ni mtu muhimu sana kuliko kitu chochote dunia hii. Angalia hapa, mama anakupikia, anakufulia, anakuogesha, anakufanyia kila kitu mama. Unapokuwa mkubwa, mama anamkabidhi mkeo hizo kazi zote kufanyia. Alafu mkeo ana kazi nyingine anaiongezea. Sasa unapozungumzia mwanamke, utulie. Kwa sababu mwanamke yeye ndo daktari, yeye ni mwalimu, yeye ni profesa, yeye ni mwanajeshi. Kila kitu kwa kufundisha yeye mama. Ndo mwanamke huyo. Kwa sasa unapotaka kukaa na mwanamke, yani sasa unataka kukaa na mwalimu wako. Mwalimu anakufundisha eti wewe ndo umcontrol. I say tumia akili nyingi sana uweze kumcontrol. Vinginevyo utaangukia pua. Sasa mdogo wangu hapo, cha msingi kikubwa kabisa, wagawie majukumu. Wape majukumu. Mfano, mimi mke wangu nimempa wizara, yeye ni waziri wa mambo ya ndani. Kwa sababu ni mmoja. Waziri wa mambo ya ndani, mimi ni waziri wa mambo ya nje. Kwa hiyo akitaka kutoka, mambo yote yanayohusiana na kutoka pale nyumbani kwenda nje yananihusu mimi. Kila kitu nitafanya mimi, nitaandaa mimi, kila kitu nitafanya mimi. Lakini kisha rudi pale ndani, vitu vyote vinapohusiana na pale ndani anasimamia yeye. Hakuna kuingiliana. Ile ukitaka kufanya jambo lolote linalohusiana na mambo yake yeye, lazima mshauriane.
Sasa wewe mzee na wake wawili, maanake uwagawie majukumu, usiwaamrishe. Kaa nao, ushauriane nao. Nchi inajengwa na mihimili mikuu mingapi? 3. Kuna muhimili hapa wa bunge, wewe mbunge unaye. Kuna muhimili hapa wa serikali, ndio rais na mahakama. Alafu kuna muhimili hapa wa mahakama. Sasa wewe hizi nafasi 3 hizi, wewe ni serikali iliyokamilika kabisa mzee. Unatakiwa tumia akili sana uilinde hii serikali yako. Hivyo tutumie akili nyingi sana kwenye mambo yako unapokuwa unakaa nao. Kuwa nao na kikao mara kwa mara cha kushauriana, usiwaamrishe. Kubwa zaidi kabisa kwa mwanamke, siri ya mwanamke, ukitaka uweze kuishi naye vizuri na awe na amani, hakikisha unaondoa expire date ya kuishi naye. Yaani kwamba wewe na yeye mmoja afe ndio mwisho wa mmoja. Sawa. Ili wake zako wote ishi nao kwamba yani unaona kabisa huyu bwana hatuachi. Wewe kuna siku nitakuacha wewe. Wewe kuna siku nitakupa talaka. Wewe kuna siku nitakupiga. Wewe kuna siku nitakuumiza. Achana na hivyo vitu. Mke wangu, kwanza kabisa zawadi ya kwanza ninayokupa, sikuachi. Zawadi yangu ya kwanza. Nimekuoa na umeridhika. Sikuachi. Ukinikosea nitakurekebisha, nitakuelekeza. Ikishindikana mateke na mangumi, nitakupiga mateke na mangumi, manini, mavifuti. Lakini swala la wewe kukuacha halipo. Ukishamwambia mwanamke hivyo na iwe hivyo kweli, bwana, utaenjoy maisha, utakuwa na hesabu miaka tu. Mimi nataka niseme kwamba kakaangu umenifaa sana. Maneno ya busara kama haya kutoka kwako kwangu ni urithi mkubwa sana ambao siwezi kuupata sehemu nyingine yoyote. Nafahamu wazi kuna watu wengine ambao hawapendi kuona mtu una magurudumu mawili. Kweli. Lakini mimi nipo nayo na umeweza kunishauri vizuri ili niweze kuyalinda na kwenda nayo vizuri. Nitahakikisha kila mmoja anakuwa na furaha kwa upande wake. Nataka niseme asante kwa nipi kubwa. Umenifaa. Haya, unatoka saa ngapi nikutaka baadaye? Kwa sababu kakaangu amekuja leo hapa. Siku ya leo ni mapumziko. Twende tukaenjoy brother. Muziki ni mzuri, unajua kucheza, una madoido ya kila namna. Ibtisam, shemeji yangu, usinitie majaribuni, Mungu wangu.
Wake zangu, nimefikiri sana kwa kipindi kirefu, lakini nimeona huu muda utakuwa sahihi kwa haya ambayo nataka niwashirikishe. Kila siku nahubiri sana kuhusiana na swala la amani hapa ndani, na natamani sana siku moja muungane na mshikamane, muwe kweli ni wake wa mtu mmoja na mpendane. Baada ya kufikiria kwa kipindi kirefu, nimeona kuna jambo tukilifanya litatusaidia, lakini jibu ambalo nimelipata, nimeona tufanye maridhiano, turidhiane ili tuweze kuishi kwa amani kwenye nyumba yetu. Hizi ndoa hazijaja kwa bahati mbaya, ni mipango ya Mungu tu. Wahenga walisema ukikimbia kuteswa, basi umekimbia kubarikiwa. Ombi langu ni moja tu, turidhiane. Nataka nijue Pititi, wewe kwa upande wako unataka nini tufanye ili moyo wako uwe huru? Naomba nipate hoja kutoka kwako na tutaziandika. Tutakavyozipitisha, hii itakuwa ni katiba yetu ambayo itatuongoza kwenye ndoa yetu, na tutaiheshimu, hatutaivunja, ili sisi sote tuwe huru. Bila kupepesa macho, mume wangu, mimi nilikuwa na jambo ambao naita katiba. Mimi nilikuwa nataka tuwe tunalala kitanda kimoja. Ndiyo, kwa sababu muda mwingi ukiwa namuona chumbani, nimekuwa ni watu wenye furaha, mnacheka muda wote, kitu ambacho sijawahi kukiona kwa upande wangu. Kwa hiyo mimi kuanzia leo nilikuwa nataka tu tunalala pamoja watu watatu, na wote muhamie chumbani kwangu. Sawa. Na wewe Munira? Mimi nataka niongezee nijazie, pia nimpendekeza tuwe tunaoga wote, kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Tukiwa tunaenda bafuni tuende wote. Sawa. Pia na kitu kingine mume wangu, samahani, lakini nilikuwa naomba usije kuongeza mke mwingine watatu tena. Sisi tunatosha kwa kweli. Yaani kama ukija kuongeza mke mwingine akaja ndani ya nyumba hii, kama nilivyompokea huyu, sitaweza kumpokea mwingine. Hiyo ndoa itakuwa imekufa. Kwa hiyo hilo mnaona ni wazo zuri? Naona kama tungeliacha. Kwa ndio kuongeza mke mwingine tena? Yaani tulikopo sisi ndo sisi tu. Hamna kuongeza mwanamke mwingine aina yoyote. Hapana. Nawapenda. Naomba ile ndani ya katiba. Iwepo Tena uandike kwa herufi kubwa, tena hiyo hiyo juu. Kimbegu kwa herufi kubwa. Sasa mimi na amani na Munira. Japo ilikuwa ngumu sana kukubali. Pia nashukuru, naona tutaishi kwa amani na upendo, au sio ndugu wangu? Ndio kionge. Wake zangu, kwa moyo wa unyenyekevu na utiifu, kwa imani, nikitaka kusema kuwa mapenzi yangu kwenu ni ya dhati na nawapenda sana. Niko tayari kuwapa juu ya haya mapendekezo tuliyoyaweka yaweze kuwa katiba rasmi, na naamini mmeyapendekeza haya kwa moyo mmoja kwamba mtayaishi. Naomba niape kwa jina la Mwenyezi Mungu
nikiwa na akili timamu nitayatii, nitayaheshimu na sitaenda kinyume. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, haya maandiko nitayaheshimu na siku zote sitaenda kinyume nayo, na kama nitayavunja basi nimevunja katiba. Kama nitaenda kinyume basi katiba hii itanihukumu kama ilivyosema. Asante sana. Tumefurahi sana sana. Karibu. Asante. Hapa California mtoto alipozaliwa, ipe nini ambacho ana kama upendo umejaa, mapenzi yani lote naye akajua kikuchiti kana madako jiutani, yani faraja wa moyo wangu. Apeke pekechi, apeke pekechi, apeke pekechi, you are the most beautiful. Apeke pekechi, apeke pekechi, apeke pekechi, you are the most beautiful. Mwenye ulembo kamili, designer wa moyo wangu. Kama penzi ni tiba, mimi nishalipata kwako, na nina hakika shina mimo. Kweli sina pesa, nimejaliwa kujali moyo wangu dhaifu mama, usije nigai. Apeke pekechi, apeke pekechi, apeke pekechi, you are the most beautiful. Apeke pekechi, apeke pekechi, apeke pekechi, you are the most beautiful. Kama penzi ni tiba, mimi nishalipata kwako, na nina hakika shina mimo. Kweli sina pesa, nimejaliwa kujali moyo wangu dhaifu mama, usije nigai. Apeke pekechi, apeke pekechi, apeke pekechi, you are the most beautiful. Apeke pekechi, apeke pekechi, apeke pekechi, you are the most beautiful. Cause I feel, oh, cause I love you. Safari yangu, safari. Niambie Shemela, katika historia ya maisha yangu sijawahi kuwaza kama ningepata shemeji nzuri kama wewe. Wow. Na katika vyote kitu kinachokubeba zaidi, unajua na lips nzuri. Umemzidi mpaka dada yako. Kweli. Na huo muundo wako wa nywele ni nywele nzuri sana, zinakupendeza sana. Asante. Ibsa, uliwahi kuja mara moja hapa na dada yako. Umewezaje tena kufika hapa? Kwa sababu kidogo ofisi iko kwenye kujificha sana, alafu pia umekuja hata bila kunipa taarifa. Usijali. Siku ile dadangu nilikuja naye mara kwanza, kwa hiyo nilipakalili baadhi, kwa hiyo alikuja kunielekeza kwa nini. Sio mbaya, lakini niambie, wanasema nini mbaya? Ni mwanzo uko salama. Hapo poa. Okay. Kuna lolote? Wanahitaji kufanya kazi na wewe hapa. Yaani natamani sana kuwa pamoja karibu na wewe, tushirikiane kufanya kazi. Napenda sana. Kazi zetu zina bilingi nyingi sana. Hizi ni kazi ambazo tunafukuzana na pikipiki. Kama unavyojua, hizi ni za kulenga pikipiki za mitumba. Naenda wakati mwingine mpaka nje ya mji. Unafikiri wewe kwa aina ya kazi tunazozifanya sisi, ni kazi aina gani pengine ambayo wewe unaweza kuifanya hapa nikakufaa? Mimi yoyote tu.
Mradi tu niko karibu na wewe nakuwa na enjoy. Sio mbaya. Nahisi kazi ambayo itakufaa ni ya kuwa mapokezi. Wakija wateja unawapokea na unaandika taarifa za mauzo ya siku, lakini haitakuwa hivyo mpaka nijadiliane kwanza na dada zako. Ni kweli, kwa sababu najua kila jambo ninalolifanya kuhusu ofisi lazima niwashirikishe, ila nitakuwa upande wako. Asante, nafurahi kusikia hivyo. Mimi shemeji, hivi ni zawadi gani ambayo nikikupatia utaipokea, au ni zawadi ipi ambayo unaipenda? Zamani nilikuwa napenda pilipili, lakini sasa hivi zawadi yoyote tukinipatia mimi nitafurahia. Kweli? Yeah. Atuchangagi. Zawadi yenyewe iko wapi? Hapana, hiyo sio zawadi, hilo ni bomu. Unataka kunilipua? Ibtisam, unataka kunilipua? Hilo ni bomu, hiyo sio zawadi. Lakini ukimwona dada yangu sasa, kama umeiona mimi tu awe uoni. Nakuelewa, lakini hichi ambacho nataka kukifanya si kitu kizuri. Nataka nikumbe kitu kimoja. Naomba rudi kaa pale. Nataka nikufanyie kitu kizuri zaidi kuliko hichi ambacho unakiwaza. Sawa. Leo nitakununulia chips yai. Wow. Ila kuwe na kuku kidogo pembeni, juice kidogo. Si unajua mambo yangu nakupenda. Na ice cream pia. Hapo nilisahau. Thank you. Kachukua soda kwanza, alafu baadaye tuongea. Ni ndogo sana. Kachukua soda pale nje. Hayo uliotaka kunifanyia hapa utanifanyia huko. Huu mfumo wa maisha yetu mpya, huwa umeuonaje kwa upande wako? Naona kama niko peponi. Kweli? Kiukweli najivunia sana. Haya ndo maisha niliyokuwa nataka siku zote. Tunafurahi kusikia hivyo. Au unasemaje Munira? Kwa kweli mume wangu. Basi mimi nashukuru nikigaga nchale, gaga nchale. Nchale. Ndio tutakukata kama nyama. Mimi nakuona umeweza kunenepa saizi. Kweli. Wake zangu. Kikweli najivunia sana. Maisha ninayoyapata mimi, hakuna mwanamume yote duniani anaweza kuyapata. Naamini pepo hii naipata mimi peke yangu. Kuna somo kidogo nilikuwa nataka niweze kuwashirikisha wake zangu. Inahusu tabia za viongozi. Umeanza mambo yako. Kuna tabia mbili za viongozi. Tabia ya kwanza ni tabia ya paka. Na tabia pili ni tabia ya mbwa. Tabia ya kwanza ni tabia ya paka. Tabia ya paka ni kutokuridhika. Naomba nitoe mfano kidogo kwenye tabia ya paka. Hapo zamani za kale kuna mzee mmoja, mzee Masharubu, alikuwa ni mfugaji. Mzee Masharubu alifuga paka na mbwa. Siku moja alisafiri. Aliporudi alirudi na manne pamoja na dagaa. Mzee Masharubu yale maini alimpa paka.
Paka alikula na alishiba sana, lakini na yeye alipotoa ile dagaa ili ale, paka alianza kulilia dagaa. Maana yake hakuridhika na maini, alitaka na dagaa. Mwanangu, nini hapo? Mimi nitaridhiki na maini, na maini ni nyinyi wake zangu. Si mnaelewa? Sitahangaika na dagaa. Sawa jamani? Tabia ya paka ni kutokuridhika. Tabia pili ni tabia ya mbwa. Siku moja huyu mzee Masharubu alikaa na njaa nyumbani kwake siku 3. Hakuweza kumpa mbwa chakula. Lakini siku moja usiku mwizi alifika kwenye ile nyumba. Pamoja na kuwa hakupewa chakula, yule mbwa alibweka na alilinda nyumba, akamfukuza mwizi. Maana yake ni nini? Na mimi nitakuwa na tabia kama ya mbwa. Hata kama mtasafiri, sitakuwa na tamaa yoyote. Nitalinda ndoa yetu, nitakuwa mwaminifu, sitawasaliti. Kweli Nitakuwa na tabia kama ya mbwa. Nitabweka asubuhi, mchana na usiku kuilinda ndoa yetu, na nitakuwa mwaminifu. Nitapata usingizi mzuri sana mume wangu. Aya, sasa nageukia wapi? Kushoto kulia? kokote ukisikia. Weka mkono hapa mume wangu. Asante. Dunia hii kweli pepo. Napenda. Samahani, lakini unajua tangu siku ile kuongea na dada yangu nilivyokuwa nambembeleza, nimekuelewa sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba nipe nafasi kidogo. Nakupenda sana unajua, na mimi si unaniona nilivyo, na shepu nzuri, sura nayo, chuchu saa 6. Kingine nini baba? Fanya nikubali bana, fanya mtu mzima unajua. Kweli ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Kwa hiyo unanitaka, unaonekana unaweza mambo wewe. Tena sio kidogo, yaani ukinipa nafasi hautojutia. Utaacha wake zako wote, lazima utanipata mimi James Roman. Sasa hawa wake zangu wawili wote hawa pamoja na dada yako, wao wenyewe moto unawaka, wengine wanatamani kukimbia. Wewe unawezaje kutaka kuingilia uwili huu na wewe watatu? Na mbona bado ni mdogo? Mimi sijali kwa sababu najua nikiingia kwenye muziki mimi ndo mshindi nilobakia. Hamna niniweza. Hauriziki na mimi. Hivi dadangu anakupeleka wapi wewe? Shepu ana shepu imetunatuna, imegandaganda, ieleweki. Sura sio kama yangu. Hafu shule kitu na wakati. Mimi ni wa sasa hivi, mtoto wa 2000. Unataka kunikataa bana, usifanye hivyo. Twende basi. Dada yako ni mke wangu mimi, wewe ni shemeji yangu, alafu kwa umri bado ni mdogo sana. Sikatai kwamba hayo unayosema unayaweza, sikatai, lakini haiwezekani. Na nakuomba kitu kimoja, usirudie tena kupaza sauti yako kipumbavu kama hiyo. Uniheshimu mimi kama shemeji yako, na ujue kwamba wewe ni mdogo sana. Upumbavu kama huo usirudie, na kama utarudia nitakufukuza hapa ndani, nitakufukuza uende huko. Chinga mkubwa kabisa. Kwani huna adabu? Shemeji yangu nakupiga kama uchu hivi, kumbe akili huna. Kimondo wewe uliokosa soko, pumbavu kabisa. Usirudie, unanisikia? Naomba niachie.
Aka katoto kamelaniwa nini aka? Safari yangu, safari yangu, safari yangu. Maria, hujambo? Jambo. Shikamoo. Marahaba. Shikamoo. Marahaba, mambo? Poa. Umependeza. Au sababu sijakuona siku nyingi? Labda. Haya, yuko wapi? Nani? Shangazi. Ametoka ameenda kazini tangu asubuhi. Hayupo? Hayupo. Mbona amechelewa sana? Sijui. Nilikuja hapa na mgeni wangu huyu, mke mwenzangu. Nilikuja amuone shangazi yangu, amfahamu hapa one nyumbani. Ametoka tangu asubuhi. Jamani, sasa itakuwaje? Basi utamwambia kama nilikuja. Basi akirudi nitamwambia kama ulifika. Na usisahau. Ukisahau nitarudi kwa ajili yako. Uwe na kumbukumbu. Haya. Ila hapa ndo nyumbani. Ukisikia apititi basi nimetokea hapo kwa shangazi yangu. Na huyo ndo mdogo wangu anaitwa Mariam. Cute. Kama dada yake. Naona. Sasa utamsalimia. Ndio naenda. Utafanya nini tena na sijamkuta? Bye. Nini? Shemeji. Hapa? Naumwa shemeji, naumwa. Pole. Pole. Panauma hapa shemeji, panauma. Panauma shemeji, panauma. Pole. Naomba nipeleke chumbani. Naomba nipeleke chumbani, najisikia vibaya. Sasa. Panauma. Pole. Safari yangu, safari yangu, safari yangu, moyo wangu staki. Najua umeanza kunitegatega kwa kipindi kirefu sana, yaani kama kinda la ndege ambayo unajifunza kupaa, kushoto kulia, jikoni, bafuni, sebuleni, kila sehemu ulikuwa unapita na vinjonjo mbalimbali. Lakini siku ya leo ulisema unaumwa, unapiga makelele, unaumwa. Hicho ndicho nitendewa, unaona ni sahihi? Haya, ulichokuwa unakitaka nimekupa. Nimefurahi sasa. Sio kidogo. Yaani nimefurahi vibaya mno. Nimefurahi eh? Unajua. Sio na wasiwasi, kwa sababu likitaka kwa muda mrefu bila shaka utakamilizika. Tena sio kidogo. Na unajua leo kunienjoy, yaani nimeenjoy, sijawahi kuona haya mambo kwa mwanamume mwingine zaidi yako wewe. Kumbe na wengi. Sasa sikia. Hayo yote hayo iache iwe hadithi. Dada yako ni mke wangu. Naomba ufanye tu uondoke. Fanya uondoke. Inatosha. Sawa. Usijali msamu wangu. Kuhusu dada yangu, mimi naona kama ungeachana nao wote, kwa sababu mimi ndo mwenye ushindi. Wewe unionaje mambo nilokuonesha leo? Kizako
umevuna ulichokipanda. Kwani kuna shida gani jamani? Kwanza mimi na yeye tumeendana. Wewe Toka. umedata na mambo nakupa. Mungu wangu. Wewe mbwa. Njoo hapa. Kaa hapo. Lengo kupa una aibu. Hata mambo yale usingeweza kuyafanya. Sitaki kuongea sana. Naomba kachukua mizigo yako na uondoke sasa hivi. Yaani udugu wetu umeshia pale kitandani. Koma wewe. Dada ni. Yaani mimi na wewe tumetenganishwa pale tulikuwa unakifanya. Sasa kuanzia sasa hivi sitaki kukuona. Nachukua mizigo yako na uondoke. Ila shemeji ndo alikuwa ananitaka, ila mimi nilikuwa simtaki. Yeye mwenyewe ndo alikuwa ananitaka. Alikuwa anakutaka kingono mtoto mdogo. Naomba kachukua mizigo yako sasa hivi na uondoke. Niliogopa kusema. Naomba kachukua mizigo yako uondoke. Dada naomba unisamehe. Mbona wewe chukua mizigo na uondoke. Yaani ukimbegu amekosa nini kwa sisi wake zake mpaka ameamua aende kutoka na mtoto asiyekuwa na pakushika? Mbona anatudhalilisha hivi? Amekosa nini hapa kwetu? Lakini amekosa nini? Mbona tunampa kila anachokitaka? Safari yangu, safari yangu, safari yangu, moyo wangu staki kwa mimi. Dada naomba unisamehe, sina pa kwenda dada. Naomba uondoke. Naomba unisamehe, nipe chance ya mwisho dada yangu. Usitaki niongee. Niombe inuka na uondoke. Nisamehe dada. Inuka na uondoke. Leo umejua kunivua nguo. Leo umenisahilisha uwezo wa kutembea na mdogo wangu. Naumia. Mume wangu una roho ya kinyama wewe. Na laiti ningejua una roho chafu kama hiyo, basi singekubali kuolewa na wewe, na wewe singekubali kuolewa Matala. Moyo wangu unaniuma. Mimi ndo najiuliza sana, yuko wapi yule mume wangu? Mume wangu niliyempenda akanipenda, yuko wapi? Umeniolea mwanamke mwingine humu ndani, haijatosha. Nimevumilia mpaka hapa, nimempokea. Umefanya nini leo? Umeenda kutembea na mwanamke mwingine, tena mwanamke mdogo, kwenye kitanda changu nilichomruhusu mwenzangu kulala. Umekosa. Yuko wapi yule mbwa mdogo anayeweza kulinda nyumba hata kama akiwa jana? Umenifedhesha vya kutosha. Methali zako na nahau zako ziko wapi leo? Umeamua kuumiza moyo wangu kwa mara nyingine tena, na kuamini. Na leo umeamua kuvunja katiba wewe mwenyewe na kuingia hapa
mimi na wewe tunaondoa tena. Wewe sio mume wangu na mimi sio mke wako tena. Okay. Okay, Sangu. Najua wazi mnajisikia vibaya sana. Na pengine hakuna mwanamke mwingine yote duniani ambaye anaweza kuhimili maumivu unayopitia. Nataka niwaambie kitu kimoja tu. Hakuna mapenzi ya kweli bila changamoto na vikwazo. Ili uweze kujua ni kiasi gani mtu anakupenda, unatakiwa umuumize akusamehe. Ndio utajua kweli kuna mapenzi ya kweli. Nataka niwaambie kuwa kwa sababu mlitangaza kwa dhahiri ndani ya mioyo, mpo pamoja na mimi kwa upendo wa kweli na sio kwa masihara, basi huu ni muda sasa wa kuonyesha ni kiasi gani mnanipenda. Kama kweli na mapenzi ya kweli, na mimi naamini Bititi, mke wangu, umevumilia mengi sana, umeonyesha upendo wa kweli kwangu, na kweli nimedhihirisha na kuamini wewe ni superwoman. Wewe ni mwanamke unastahili kupendwa kwa dhati, kwa kumpokea Munira kuwa mke mwenzako. Haukuangalia umetoka wapi na mimi. Kiukweli unastahili sifa. Munira, maumivu unayojisikia sasa ni maumivu aliyojisikia Bititi wakati na kuleta wewe. Sasa kuna haja gani ya kulia kwa sababu ya kuchiti na mtoto wako? Nahitaji kitu kimoja kutoka kwako. Uonyeshe ustahimilivu, uonyeshe upendo. Kimbele, naomba utambue ni watu wazima, hakuna mtoto hapa. Safari yangu, safari yangu, safari yangu, moyo wangu staki kwa... Yaani una sababu ya kunung'unika, kwa sababu maumivu unayopitia wewe sasa hivi niliyapitia mimi kipindi unaletwa humu ndani. Niliumia, nililia kila wakati. Tena wakati mwingine nilikuwa nikijifungia chooni ili kila mtu asinione. Nilikuwa jasiri mbele yako, lakini hukujua nilichokibeba moyoni, mpaka nilipokuja kukubali kuwa mke wa pili humu ndani. Lakini alichokifanya Kimbegu kimeniuma zaidi na kunisikitisha. Kimbegu ni mume wangu niliyempenda sana. Kimbegu ndo mwanaume wangu wa kwanza kwenye maisha yangu. Yote anafanya sikutegemea. Sikutegemea kama atakuja kuyafanya. Na ndio maana nimeweza kuvumilia kipindi chote hiko. Na hicho ndicho kinachonifanya nishindwe kuondoka humu ndani. Siwezi ondoka humu ndani, Munira. Hapa ni kwangu. Hapa pana jasho langu, Munira. Hapa pana nguvu yangu. Siwezi kuondoka. Ataondoka yeye na mimi ataniacha. Au akatafute mwanamke mwingine huko nje, amuoe, akaishi naye. Mimi siwezi kuondoka hapa, nyumba ambayo nimeianzia chini mpaka hapa nilipokuja kufikia. Sasa naelewa. Alipokuleta wewe, alidhani mimi nitaondoka. Sikuondoka kwa mapenzi yangu, lakini sasa hivi ameisha. Sio mimi tena nilikuwa nikimpenda Kimbegu. Na jambo moja la kushauri. Usimchukie Kimbegu. Changamoto za ndoa zipo. Kama uliweza kukubali kuingia katika ndoa ya mitala, kubali na hili pia. Kwa sababu ndo kosa la kwanza la kufanyia wewe. Bititi, kwa kweli siwezi kumvumilia mwanaume kwa roho yake chafu.
Pia nakwambia samahani, nakupa pole, naongera pia kwa kuweza kumvumilia huyu mwanaume. Mimi siwezi kuishi tena katika hii nyumba. Yaani uchungu ambao nausikia leo, sitokuja kumsamehe tena huyu mwanaume kwa kutembea na mdogo wangu. Lakini nilijua haya maumivu uliokuwa unayapata, hata leo mimi singekuwepo hapa. Lakini kwa kusema tena mimi nadumu hapa kwenye hii nyumba, hapana. Asiwezi. Acha tu niondoke, nikangane maisha yangu. Kama wewe umesema utasimama msimamo wako ule ule, utotoka, basi inshallah Mungu akujalie, lakini mimi siwezi. Amenizalisha. Nisikiliza. Pititi. Kwa sasa siwezi. Kimbegu. Mimi ni mwanaume wako pekee ambaye Najua lakini siwezi. Kuwa mwanaume wangu, ulikuwa mwanaume wangu, inatosha. Pititi, naomba nisikize kwa makini. Pititi, mke wangu, haupaswi kuwa hivyo. Watakuwa kurudisha moyo wako nyuma tena. Natambua mimi na wewe tumetoka mbali mno. Ndipo yalipozaliwa mapenzi yangu mimi na wewe. Ulikuwa kijana mdogo aliyekuwa akijifunza mahusiano. Nami pia nilikuwa kwenye hali hiyo na hatua hizo za awali. Wewe ndio ulinifundisha na kufikia hatua hii. Uliwekeza muda wako na moyo wako na kunichagua niwe wa kwako milele. Lakini sikuweza kukupa furaha hiyo uliyokuwa ukitarajia kutoka kwangu. Mke wangu Pititi, nimekuja kukuongezea mwanamke ambaye amekuja kukuumiza sana. Ulipata maumivu makubwa sana. Haikutosha, bado niliweza kukuchanganya pia na mdogo wake na yule mwanamke. Kwa kweli nimekuumiza vya kutosha. Uvumilivu wako imeonyesha ishara tosha kuwa unanipenda sana. Hakika hakuna mwanamke anayeweza kunipenda kama wewe kwenye hii dunia. Wengine tu watakuja kwa sababu labda nimenawili. Ulinivumilia kwa mengi sana. Naomba nisamehe mke wangu. Naomba tuishi kama ilivyokuwa zamani. Naomba niamini tena tafadhali. Hili ua ni ua ambalo nilinunua mimi na wewe siku ambayo tulikuja kuizindua nyumba yetu. Kimbegu, ni kwa sababu umejua nakupenda sana ndio maana unanifanyia yote haya. Unaniona mimi ni dhaifu kwako? Naweza kukusamehe muda wote. Kwani naweza kukusamehe Kimbegu? Ni kwa sababu nakupenda. Nakuomba basi kwa ishara hiyo na kwa ua hili, fungua moyo wako. Nimeshafahamu mimi ni mtu aina gani. Nitalinda penzi letu. Naomba niamini na unipende. Okay, ile ua kama ishara ya mwanzo wa mapenzi yetu na tafadhali mke wangu. Nakupenda sana. Lakini sikuamini. Inabidi uniamini tu. Ujenge tena upendo lako. Nakupenda. Nami nakupenda sana. Sasa kwani uliniletea ili huko nje kutaka tu niondoke? Wow! I love you!